Ayatollah Ali Khamenei ni kiongozi ambaye sisi wote tunajua ya kwamba wiki moja iliyopita rais wa Marekani aliweza kutimiza mashambulio katika taifa la Iran ambayo yaliweza kumwangamiza kiongozi huyu Ayatollah Ali Khamenei. Hasa ni kwa nini Ayatollah ndiye aliyekuwa target ya Marekani? Kumbuka kwamba hata katika Biblia wakati wa vita kati ya Waisraeli na Wafilistini, Daudi kwanza alitarget Goliath ambaye alikuwa ndiye kiongozi wa Wafilistini, kumaanisha kwamba kwanza ili kushinda vita vyovyote strategy ya kwanza ni kumuua kiongozi, na hii ndiyo strategy ambayo Donald Trump pamoja na Israel walitumia ili kuchukua hatua ya kwanza ya ushindi wa vita hivi vya nyuklia. Hasa ni kwa nini Ayatollah Ali Khamenei ndiye aliyekuwa target kuu? Haya yote ni katika The World Tales and Stories. Zayo World Tales and Stories. It's story time. Kumbuka kwamba si mambo yote media inaweza kukuonyesha, na mambo haya ni maneno ambayo nimefanya utafiti kuhusu siri iliyofichwa, siri ambayo media za Middle East hazitaki kutuonyesha kuhusu vita hivi. Na kwanza nitaweza kufafanua kwa lugha rahisi sana ili yeyote asijue chochote kuhusu siasa aweze kuelewa. Kwanza kabisa tuelewe mgogoro huu wa Iran. Ni kwa nini Marekani na Israel waliweza kutarget Iran, na ni kwa nini hata rais wa North Korea Kim Jong hajaingilia vita hivi? Kwanza kabisa tuelewe mgogoro huu wa Iran ulitokana na nini. Kuanzia tarehe 28 Februari mwaka wa 2026, wiki jana, Israeli na Marekani wamekuwa wakifanya mashambulizi ya pamoja yaliyoratibiwa kwenye maeneo mbalimbali nchini Iran ambayo yamesababisha mzozo mkubwa kufahamika kwa jina la Operation Roaring Lion na Israel na Operation Epic Fury na Marekani. Mashambulio haya yalilenga maafisa muhimu wa Iran, makamanda wa kijeshi na vituo, na ililenga kubadilisha utawala. Jibu la Iran limepewa jina la Operation True Promise 4 ambayo ni uendelezo wa operesheni za kijeshi zilizotangulia zilizojulikana kama Operation True Promise. Kwanza kabisa tuweze kuelewa nini kilisababisha mgogoro au mzozo kati ya USA, Israel na Iran, ama kwa lugha ya Kiingereza the main source of conflict. Mzozo huu unatokana hasa na mchanganyiko wa mvutano wa kisiasa wa muda mrefu, maamuzi ya kimkakati na vitendo vya hivi karibuni vya kijeshi. Hasa mzozo uliokuwa baada ya Israeli kuanzisha shambulio la kijeshi lililolenga uongozi wa Iran, hasa Ayatollah Ali Khamenei mwenye umri wa miaka 86. Hii ilibainisha mwanzo wa awamu ya sasa ya vita. Sababu nyingine ni malengo ya kimkakati ya Marekani na Israeli. Marekani na Israeli zinaona Iran kama dhaifu kutokana na mgogoro mkubwa wa kiuchumi, machafuko ya ndani baada ya ukandamizaji mkali wa waandamanaji na uharibifu wa ulinzi wake. Wamehesabu hii kama fursa ya kudhoofisha au hata kuondoa utawala wa kidini ulioanzishwa Iran tangu mwaka 1979. Sababu nyingine ni kampeni za kijeshi. Marekani na Israeli wameanzisha shambulio kubwa na endelevu la kijeshi dhidi ya Tehran na maeneo mengine ya Iran, likihusisha vikosi vya ndege za kivita na vikosi vya hali ya juu vya anga. Kampeni hii imeenea kwa kasi katika Mashariki ya Kati, ikihusisha nchi nyingi na kusababisha vifo na uharibifu mkubwa. Iran pia imejibu kwa mashambulio ya makombora na yale ya drone dhidi ya Israel, vituo vya kijeshi vya Marekani katika Mashariki ya Kati na hata kambi ya Uingereza huko Cyprus. Ndege hizi aina ya drone za Iran zimeonyesha ufanisi mkubwa katika kuepuka ulinzi wa anga. Regional dynamics ni sababu nyingine ambayo imechangia kuwe na ubishi mkali kati ya USA, Iran na Israel, nchi za Gulf ambazo zina uhusiano wa karibu na Marekani na hutoa makazi kwa vituo vya kijeshi vya Marekani. Zimekumbwa na hali ya hofu ya vita visivyoweza kudhibitiwa na Iran, ambavyo vinaweza kuleta mashambulio ya makombora na drones katika miji yao. Hasa walitarajia ulinzi wa Marekani ungezuia mzozo huu kuongezeka, lakini vita vimezidi uwezo wao wa kudhibiti. Hata hivyo, mzozo huu umejikita katika chuki za muda mrefu kati ya Iran na Israel.
Juhudi za Marekani kupambana na ushawishi wa Iran katika kanda na malengo yake ya nyuklia, pamoja na msaada wa Iran kwa makundi ya wapiganaji wanaopingana na maslahi ya Marekani ya Israel. Vitendo vya hivi karibuni vya kijeshi ni sehemu ya kampeni kubwa ya kubadilisha nguvu za kisiasa katika Mashariki ya Kati ama Middle East. Kwa muhtasari, chanzo kikuu cha mzozo ni ile strategic decision ya Marekani na Israel kulenga kwa nguvu utawala wa Iran na uwezo wake wa kijeshi, wakitumia udhaifu wa ndani wa Iran, jambo ambalo limezuia vita vya kina vinavyohusisha mashambulio ya moja kwa moja na majibu na kusababisha hali ya kutokuwa na utulivu zaidi katika kanda. Kumbuka kwamba strategy kwanza ya kushinda vita vyovyote ni kumwangamiza kiongozi, na ndiyo sababu Marekani hasa Donald Trump aliweza kumtarget Ayatollah Ali Khamenei kwa sababu yeye alikuwa kiongozi wa Iran. Sisi wote tunaelewa kwamba Israel na Iran zote ziko Mashariki ya Kati, Middle East. Mashariki ya Kati ni kundi la nchi za Asia Magharibi. Nchi hizi ni pamoja na Iran, Israel, Palestina, Saudi Arabia na nyinginezo. Mashariki ya Kati ina mafuta mengi na mafuta huleta pesa, lakini pia huleta matatizo. Nchi zenye nguvu kutoka nje ya Mashariki ya Kati zinataka kudhibiti na kuadhiri eneo hilo kwa sababu ya mafuta. Marekani imekuwa na uhusiano na Iran tangu miaka ya 1940, wakati mwingine kama rafiki na wakati mwingine kama adui. Ndani ya Mashariki ya Kati, nchi pia zinashindana kwa nguvu za kikanda, kisiasa, kiuchumi na kidini. Sehemu ya dini mara nyingi haizingatiwi. Kwa mfano, watu mara nyingi husahau kwamba Saudi Arabia na Iran wanapigana kwa ajili ya uongozi wa kidini katika Mashariki ya Kati. Hii ni kwa sababu dini ya Uislamu ina madhehebu mawili makuu, yani Shia na Sunni. Iran ni Shia kwa kiasi kikubwa na Saudi Arabia ni Sunni kwa kiasi kikubwa. Lakini bila shaka ushindani mkubwa zaidi Mashariki ya Kati ni kati ya Israel na Iran. Israel inategemea jeshi lake imara na msaada kutoka Marekani. Ndio kwa sababu Marekani na Israel zimeweza kushirikiana ili kuvamia Iran, kwa sababu mataifa haya mawili yanaona Iran kama tisho kubwa. Iran imetishia kuharibu Israel. Vitisho hivi vilianza kutolewa mapema mwaka wa 1979 na kiongozi wa kwanza wa juu wa Iran. Katikati ya mgogoro wa Israel na Iran ni imani miongoni mwa uongozi mkali wa Iran kwamba Israel haipaswi kuwepo kama nchi. Yani, Israel is not supposed to be in the map. That is why USA and Israel, they want to demolish Israel. Hence, Israel wameshirikiana na Marekani ili kukandamiza Iran kwa sababu Iran hawataki Israel iwe kama nchi katika map ya dunia. Katika Palestina, Israel imewaua raia wengi, imepiga mabomu nyumba, hospitali na shule. Pia imezuia chakula na misaada kuingia. Iran inaunga mkono Palestina. Inaita vitendo vya Israel uhalifu na hata mauaji ya kimbari, na inasaidia makundi yanayopigana na Israel kwa kuwapatia pesa, silaha na mafunzo. Sababu nyingine ya vita hivi ni programu za nyuklia ya Iran. Israel inataka kuzuia Iran kupata silaha za nyuklia kwa sababu Iran imetishia kuharibu Israel hapo awali. Lakini Iran inasema programu yake ya nyuklia haina uhusiano na bomu la nyuklia. Hata hivyo, Israel haiamini hivyo. Inafaa kutajwa kuwa silaha za nyuklia zinawapa nchi usalama wa ziada. Kwa mfano, Korea Kaskazini ilijenga silaha za nyuklia kujilinda dhidi ya tishio la kutoka nje. Kwa sababu Korea Kaskazini ina silaha za nyuklia, kushambulia kunakuwa hatari sana. Hii inafanya nchi za magharibi kufikiria mara mbili. Hivyo sio jambo lisilowezekana kwamba Iran inataka usalama, sawa, lakini Israel inasema hapana. Marekani pia inasema hapana. Kwa njia, nimegundua kwamba watu wengine wanafikiri Marekani inashambulia nchi nyingine kwa sababu tu ya mafuta. La, hilo si kweli kila wakati. Marekani hufanya mambo kwa maslahi na ubinafsi wake mwenyewe. Maslahi hayo si kila mara ni kuhusu pesa au mafuta. Wakati mwingine ni kisiasa au kimkakati. Kwa mfano, Afghanistan haina hifadhi kubwa ya mafuta, lakini bado Marekani iliweza kutumia jeshi lake huko kuishambulia. Ninasema haya kwa sababu watu wengine wanaamini kwamba kama nchi haina mafuta basi haijalishi kwa Marekani. Hilo si kweli. Korea haina rasilimali kubwa ya mafuta. Hata hivyo, wakati wa vita vya Korea, Marekani ilipigana kulinda Korea Kusini. Hii inaonyesha kwamba mafuta sio sababu pekee inayomfanya Marekani kuingilia nchi nyingine. Wakati mwingine sababu yaweza kuwa ya kisiasa, kijeshi au kimkakati. Juni 2019, Donald Trump hata alitembelea Korea Kaskazini.
alikuwa ni rais wa kwanza wa Marekani kuingia ardhi ya Korea Kaskazini alipovuka DMZ kukutana na Kim Jong-un. Kwa wazi, mafuta si sababu pekee katika sera za kigeni za Marekani. Hivyo madai kwamba Marekani haishambuli Korea Kaskazini kwa sababu haina mafuta ni potofu. Kabla hatujaenda mbali, kwanza tuelewe uhusiano wa Marekani na Iran. Baada ya vita vya pili vya dunia, Marekani ilihusika zaidi Mashariki ya Kati kuzuia Umoja wa Kisovieti kueneza ushawishi wake. Mafuta yalikuwa muhimu sana kwa nguvu za dunia. Marekani iliimarisha uhusiano wake na Iran kwa sababu ya mafuta ya Iran. Mwaka 1951, kiongozi mpya wa Iran aitwaye Mohammad Mossadegh alichukua madaraka. Alikamata mafuta ya Iran na kusema yanapaswa kumilikiwa na Iran. Hii ilikuwa ni ule wakati wa Cold War ambapo Marekani na Umoja wa Kisovieti walikuwa wakishindana nguvu na ushawishi duniani. Mwaka 1953, Marekani ilitekeleza mapinduzi nchini Iran kama jibu la utaifishaji wa mafuta. Mapinduzi haya yalileta utawala wa Mohammad Reza Pahlavi anayejulikana kama Shah. Mtu huyu alitawala Iran kwa miaka 26. Shah alikuwa ni mtawala mkali, lakini alikuwa rafiki wa Marekani. Marekani ilisahau ukiukaji wake wa haki za binadamu kwa sababu haikuunga mkono maslahi ya Marekani. Wakati huu Iran ilikuwa ni mshirika wa karibu wa Marekani na pia ilikuwa na uhusiano mzuri na Israel. Hata hivyo, Wairani wengi walimchukia Shah. Mmoja wa wakosoaji wake walikuwa ni kiongozi wa kidini aitwaye Ruhollah Khomeini Ayatollah. Kumbuka, Ayatollah ni kiongozi mkubwa wa Kiislamu nchini Iran. Ayatollah Ruhollah Khomeini alimkosoa Shah kwa nguvu. Pia alimkosoa ushawishi wa Magharibi na nafasi ya Marekani nchini Iran. Kwa sababu hii alilazimika kuondoka nchi kwenye miaka ya 1960. Hata akiwa uhamishoni, Khomeini alituma ujumbe uliorekodiwa kwenda Iran. Aliwahimiza watu kupinga Shah. Hasira za umma ziliongezeka. Mwaka 1979, Shah aliondolewa madarakani kwa mapinduzi. Hivyo ndivyo Ayatollah Ruhollah Khomeini alivyokuwa kiongozi mkuu wa Iran na Iran ikawa jamhuri ya Kiislamu. Serikali mpya ya Iran ilikataa vikali Marekani kwa sababu Wairani wengi waliamini Marekani iliingilia demokrasia yao mwaka 1953 na kuunga mkono dikteta kwa miaka mingi. Baadaye mwaka 1979, wanafunzi wa Iran walichukua ubalozi wa Marekani mjini Tehran. Wafanyakazi wa Marekani walishikilia mateka kwa siku 444. Tangu wakati huo, Iran na Marekani zilikuwa maadui. Wakati Israel ilipokuwa inaimarisha uhusiano wake na Marekani, viongozi wapya wa Iran waliona Israel kama kiumbe cha Magharibi Mashariki ya Kati kinachowaumiza Waislamu. Imani hii iliunda sera ya muda mrefu ya Iran dhidi ya Israel. Kiongozi huyu mkuu aliyekuwaje hivi karibuni aliuawa alikuwa Ayatollah Ali Khamenei. Ameweza kuongoza tangu 1889 baada ya kifo cha Ayatollah Ruhollah Khomeini. Basi, kwa nini walimuua? Kweli, ukitaka kuangamiza utawala katika wakati wa vita, unamtoa kiongozi wake tu. Sio nchi zote zinaweza kuhimili mgogoro wa uongozi ghafla wakati wa vita. Kwa hivyo, ijulikane kwamba sababu kuu ya Donald Trump na uongozi wa Israel kumlenga Ayatollah Ali Khamenei ni kwa kuwa Ayatollah ni kiongozi mwenye nguvu zaidi. Na kwa hivyo, kama Trump angemwacha Ayatollah akiwa hai, basi Ayatollah angempa Trump matatizo mengi sana. Ndio kwa sababu Trump na uongozi wa Israel wakachukua ama watumia strategy ya kwanza kumwangamiza kiongozi ndiposa iwe rahisi kukabiliana na Iran. Jina langu ni MK Bond. Please like, share, and